Mambo. Wewe vipi? Naoneka njia panda, sielewi chochote. Sielewi kwamba penzi letu linaendaje. Sielewi ni nini kinachoendelea. Naomba nisikilize kwa makini. Kile kitendo nilichokifanya siku ile pale kimenitafuna, kinanitesa mpaka leo. Hujui tu unavyojisikia. Sasa naomba unisikie. Kuanzia leo, tena sio leo, kuanzia sasa hivi, katika memory yako naomba utoe kwamba ulishawahi kudate na mimi au kufanya chochote na mimi. Niheshimu ni kuheshimu, ishia. Okay, sawa, haina neno. Naam, mtazamaji wa Trend Series, bila shaka utakuwa unakumbuka sehemu ambayo tuliishia katika series hii ya Dunia mnamo episodi ya 90. Sasa tunaelekea episodi ya 91. Sasa tunaelekea episodi ya 92. Hapo bwana. So kitu ambacho kimetokea bwana ni kwamba katika series hii tunakumbuka kwamba moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vimehappen ni bwana Catherine bwana ni ameonyesha jinsi gani ambavyo anavyozidi kumchukia besti yake baada ya kuwa katika penzi zito na manyanya akiwa ni mchepuko. Lakini pia vile vile tunafahamu kwamba besti wa Catherine yuko na ujauzito, kwa hivyo basi ni kwamba Catherine akaamua kwenda kumtia sumu au kumlisha maneno mabaya ili mradi tu Vai au mke halali wa manyanya amchukie mchepuko wa manyanya, then litokee jambo. Yani kwa kifupi ni kwamba Catherine bwana ni kidudu mtu hapa kati. Hapo ndipo tulipokuwa tumeishia, lakini tunakumbuka kwamba Vai aliamua kumshushua aliamua kumshushua katika episodi iliyopita. Akaamua kumshushua bibie Catherine na kumwambia kwamba yeye haoni sababu ya kuanza kuhangaika na mwanadada huyo kwa vile manyanya ana date naye. Yeye anachotaka kufanya ni kwamba anataka adili na mumewe ili mambo yake na ndoa yake iweze kusimama tena kwa mara nyingine. Lakini pia kwa upande mwingine tunafahamu kwamba huenda bibie Vai amezungumza haya kutokana na kwamba yeye mwenyewe pia anajisikia very guilty, yani anajisikia aibu, anajisikia vibaya kwa kile ambacho kimetokea kati yake yeye na Jordan, rafiki wa manyanya, kwa sababu tunakumbuka kwamba mwenyewe aliipeleka ipigwe na kweli ikapigwa na Jordan. Sasa nadhani anajisikia haya kutokana na vitu ambavyo vimetokea kule na Jordan, na ndio maana hata sasa issue ya yeye tena kuwa na moto wa kwenda kumwashia moto mumewe manyanya anakuwa kidogo hana ile nguvu, na ndio maana akaamua kumzodoa bibie Catherine ambaye alikuwa anajitahidi kuweka ubaya, kuanzisha ngori, vita kati ya mchepuko wa manyanya ambaye ni mjamzito na mke halali. Lakini baada ya mke halali kumzodoa ni kwamba akaamua kwamba yeye mwenyewe hii vita ataivaa, yani ugomvi ameununua yeye mwenyewe Catherine. So hapo ndipo tulipokuwa tumeishia. Sasa this time around bwana ni kwamba mambo yanaendelea na mambo ni moto kweli katika series hii ya Dunia. Kuna mambo mengi sana ya kujifunza kama ilivyokuwa kawaida. Nadhani unafahamu kwamba katika series ambazo zina ujumbe mzito, basi hii hapa ya Dunia bwana ina mambo mengi sana ya kujifunza, kama nilivyozungumza katika episodes zilizopita kwamba humu bwana utajifunza kuhusiana na mambo ya mapenzi, ndoa, usaliti na pia vile vile utajifunza kwamba hasara. Tukizungumzia swala la hasara bwana, hili tunaliona kwa bidada Vai. Lakini pia tukizungumzia swala la usaliti pia tunaliona kwa Vai, kwa manyanya pia vile vile bwana, na mambo mengine kibao au bwana. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Sasa this time around bwana ni kwamba tunafahamu kabisa kwamba ndugu yetu bwana Chapombe bwana tumemwona bwana ameenda kwa daktari. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vimetokea, ni kwamba bwana ndugu yetu Chapombe ameenda kwa daktari. Lakini pia vile vile tumeona Bistara naye ameenda kumtembelea ndugu yetu mzee wa mvinyo au bwana. So hivyo ndivyo situation ilivyo. So nitakupa story zaidi kuhusiana na hiyo plot ya Chapombe na mkewe pamoja na kila Bistara huko ndani, lakini kikubwa zaidi tunaangalia sana upande wa manyanya na familia yake, ambapo humu bwana kuna mambo mazito kweli yanaendelea.
So kwa kifupi ni kwamba ndugu yetu Chapombe Mudi anapitia wakati mgumu sana, yuko hospitalini na mama yake alienda kumtembelea. Akawa anazungumza naye. Mudi alikuwa analalamika kwamba anajisikia baridi, lakini pia mama yake alipofika tu pale hospitalini baada ya kumuona Mudi akamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu kwa kumuona mwanae akiwa na hali nzuri, alhamdulillah. Umeona bwana, lakini kwa mujibu wa mama mzazi wa Mudi pamoja na Mudi mwenyewe, Mudi bwana, inaonyesha kwamba hajui hata aliyemtendea hiki alichomtendea ni nani mpaka kujikuta yeye yuko hospitalini, kwa sababu Mudi ana jeraha upande wa chini hapa tumboni kwenye mbavu hapa, ambapo yeye mwenyewe hajui nini ambacho kimetokea. Na alivyoona mama yake anamshukuru Mungu kumuona kwamba Mudi yuko salama japokuwa ana jeraha hilo, ni kwamba Mudi ilibidi amuulize mama yake kwamba je, ni nini ambacho kimetokea. Mama yake akamwambia kwamba damu ni nzito kuliko maji, baba unapendwa mwanangu. Dada yako ndiyo ametoa figo yake. Umeona Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba Mudi bwana, kutokana na mambo ya mvinyo, mambo ya chilibo, mambo ya kunywa pombe, imepelekea mpaka figo kufeli. Lakini kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba yeye Mudi alikuwa hajui nani ambaye amemsaidia kupata hii figo. Basi mama yake ndo akamwambia kwamba bwana, ni dada yako ndiye aliyeamua kutoa figo yake kwa ajili yako. Umeelewa? Kwa hiyo dada wa Mudi ndiye aliyemchangia Mudi figo. Nadhani kama unavyoelewa kwamba figo bwana, mtu akikutolea figo bwana ni mtu wa kumshukuru sana, kwa sababu ameriski sana maisha yake kiasi kwamba ameona ayatangulize kwanza ya kwako upate nafuu, then yeye ndo afuate. Na unajua kabisa kwamba otherwise kwenye swala la mambo ya figo bwana, ukitoa mtu anaweza figo, unajua kwamba ni gharama. Mtu akiamua kudonate figo yake kwako wewe free ni jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo Mudi ni kwamba dada yake naye pia yuko wodini, amefanywa naye pia upasuaji kwa ajili ya kuhamishwa figo yake moja, na imeshawekwa kwa Mudi. Mudi ameamka, Mudi anaendelea vizuri. Lakini pia mama yake akamwambia kwamba, Mudi akauliza kwamba je, dadangu yuko wapi? Mama mtu akasema kwamba nimetoka wodini pia kumtazama, na pia dada yako anaendelea vizuri. Sasa sababu ya figo ya Mudi kufeli sio swali la kuuliza. Sababu ya figo ya Mudi bwana kufeli sio swala la kuuliza bwana, ni mambo ya chilibo, mambo ya pombe. Umeona bwana, na hata Mudi mwenyewe anadai kwamba alikuwa ameshakata tamaa, alikuwa anajua kabisa kwamba anafariki, kutokana na kwamba alikuwa anaona kabisa, yeye alichokuwa anakiona tu ni watu wanaingia wanatoka, kuna vitu anamwekea, alikuwa haelewi nini ambacho kinaendelea. Umeona bwana. So Mudi anasema kwamba mpaka leo hii anasimama haamini macho yake kama ana uwezo hata wa kumuona mama yake baada ya kile ambacho kimekuwa kimemkuta. So Mudi pia vile vile anamwambia mama yake jinsi anavyokuwa na shukurani kwake. Umeona bwana, anamshukuru sana mama yake na hajui hata amlipe nini. Sasa mama mzazi ameelezea jinsi ambavyo hili tatizo la Mudi lilivyowagharimu. Na Mudi bwana, kumbe wakati anaumwa hii issue ya figo, kabla baba ya dada yake kumtolea figo bwana, wakati alipopelekwa tu pale hospitali kwa ajili ya kukava matibabu na nini, ni kwamba mama mtu amemwambia kwamba ameuza mashamba mengi sana ambao walikuwa wanayamiliki kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba mwanae anapata nafuu. Na pia amemwambia wazi kwamba mali si kitu mbele ya afya, na anamshukuru Mungu kama mwanae amefikia kwenye hatua hii. Pamoja na kwamba maradhi ya Mudi yameongeza umaskini kwenye familia yao, lakini amemsii kwamba mwanae asijisikie vibaya, kwani kumuona akiwa na afya njema mama mtu yeye ndiyo furaha yake. Na pia vile vile akamwambia kwamba Mudi asiongee sana hata kufuru, kwani mzazi alipwi. Mzazi anafanya wajibu wake, mtoto kwa mama hakui. Na pia vile vile akamwambia wazi kabisa kwamba Mudi hawezi kukua mbele ya mama yake maisha yake yote, yeye kila siku atakuwa mdogo kwake. So hayo ni maneno ya busara kabisa ya mama Mudi kwenda kwa mwanae Mudi, na akamwambia wazi kwamba ninakupenda sana mwanangu kufikia hii hali ulionayo. Mungu ndio kila kitu. Umeona bwana. So ni maneno mazito kweli kweli ambayo Bi Stara amemwambia Mudi. Lakini pia vile vile ni kwamba Mudi ameambiwa na mama yake kwamba
ajitahidi kwenye swala la lishe, ajitahidi kwenye swala la kula, na kila wakati anatakiwa ampe taarifa mama yake kwamba anakula nini na kwa muda gani, kama the way ambavyo daktari ambavyo amewapa maelekezo. Umeona bwana. Lakini pia vile vile ni kwamba mama mzazi wa Mudi ametoa idea kwamba kutokana na maelekezo ya daktari, kutokana na maradhi ya Mudi, ni kwamba mama mzazi amemwambia kwamba Mudi inatakiwa arudi kijijini na yeye kwa ajili ya kwenda kumpa uangalizi wa karibu kulingana na maelekezo ambayo daktari ameyatoa. Mudi alivyosikia kwamba anatakiwa kurudi kijijini, ni kwamba Mudi pale pale akanywea, baada ya kusikia kwamba mama yake amemwambia kwamba wanarudi kijijini. Sasa kitu cha ajabu sasa ambacho huwezi hata ukaamini, ambapo kinaweza kukuchekesha lakini kwa namna nyingine itakusikitisha, kwa sababu Mudi pamoja na haya matatizo yote ambayo ameyapitia, mpaka kufeli kwa figo, mpaka kupewa figo na dada yake na mama yake, kuuza mashamba, kuongeza umaskini kwenye familia yao, aliwaambiwa tu kwamba anarudi kijijini. Mudi alivyonyoa, kumbe bwana akaja akauliza swali kwamba kwa hiyo mama sitoilamba tena. Hapa nadhani unaelewa kwamba Mudi anazungumzia swala la kulamba, mambo ya pombe, mambo ya mvinyo, mambo ya chilibo, ambapo mama mtu akamwambia kwamba kulamba nini mwanangu, utalamba mlenda. Unaona mambo hayo. Kwa hiyo ina maana kwamba Mudi bado ana shauku ya kuendelea kunywa pombe, pamoja na huku kufeli kwa figo zake, vitu kuuzwa kwa ajili yake, maradhi aliyoyapata kuwapa wasiwasi familia yake. Kwa hiyo mama mtu akamwambia kwamba mwanangu, utalamba mlenda, utalamba rosti ya samaki na vitu vingine. Kwani unavyozungumza kwamba unataka kulamba nini? Mudi akamwambia si vitu vyangu. Vitu gani? Mama mtu akamwambia kwamba navijua vitu vyako, hebu nitazame, navijua. Kwa hiyo akamuuliza mbona mjaja na juisi. Kwa Mudi akahamisha mada, akaingia kwenye upande wa juisi, kumchekesha tu mama yake. So hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. So hii ni kwa familia ya Mudi ambayo kama episodi 2 hivi hatukuona historia ya Mudi inaendaje, lakini katika episodi hii hapa tumekuja kuona kwamba Mudi kumbe amekutwa na mazingzong, mambo mazito kiasi kwamba figo kumbe zilifeli. Lakini kwa bahati nzuri ni kwamba transplant wazungu wanasema, yani kuhamishwa kwa figo kulifanyika na kukawa successful. Yani ni kwamba swala la kuhamishwa kwa figo bwana kulifanikiwa, na Mudi zoezi limeenda salama, operation imefanyika salama salmin, na amepona kwenye issue hiyo. Kwa hiyo sasa hapo Mudi bwana ni moja kwa moja anarudi zake kijijini na mamake kwa ajili ya kwenda kupewa uangalizi wa karibu kabisa. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Bwana, moja kwa moja tunahamia kwenye ploti ya Mati. Mati hapo awali nilikuwa namtambulisha kama mchepuko wa manyanya. Of course Mati bwana ni mchepuko wa manyanya, na tunafahamu kwamba sasa hivi ni mjamzito. Sasa kuna mapochopocho yameletwa pale nyumbani kwa Mati. Ni kwamba Mati naye pia akashuka chini kwenda kuchukua, alafu alivorudi chumbani bwana tunaona Mnyamwezi Manyanya naye kumbe yuko chumbani mule, kwenye bedroom mule Manyanya naye yupo pale. Kwa hiyo Manyanya alivyoona Mati amekuja na kitray akaanza kumuuliza kwamba hiki kitray kimetoka wapi. Kwa hiyo pale bibie Mati akaanza kumwambia kwamba bwana, dada yangu bwana yuko na shemeji mpya, yani amepata boyfriend. Kwa hiyo huyo boyfriend sasa ndo anamleteaga mapochopocho, na moja kati ya hivyo vizawadi mapochopocho ndo haya hapa aliyoleta. Sasa huyu shemeji bwana, kitu ambacho amekifanya ni kwamba ameletewa huyu shemeji yani huyu Mati ana dada yake yule ambaye anaishi naye pale yuko na boyfriend. Sasa huyo boyfriend ndo anamleteaga vitu vyakula nini, si unajua vitray vya hapa na pale. Sasa hiki kitray ambacho amekileta bwana kimeandikwa kabisa jina pale juu Mati, kwamba hiki ni cha Mati, hiki ni cha dada mtu. So Manyanya akawa anauliza kwamba kama umeletewa hivi huyo au wengine wameletewa nini. Kwa Mati akawa anamuelezea kwamba bwana cha Nei kimeandikwa Nei, cha Mati kimeandikwa Mati. Kwa kila mtu ni kwamba amewekewa tray ambalo lina jina lake juu. Umeona bwana? So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo bwana tunamuona mwenetu ana enjoy.
kama kawaida anazungumza na Mati. Umeona bwana eh? Sasa kikubwa zaidi ni kwamba moja kati ya vitu ambavyo vimekuja kumchanganya kidogo Manyanya ni hii issue ya kwamba huyo shemeji anayewaletea hawa vyakula mpaka na mpenzi wake naye pia analetewa vyakula, na vyakula hivi kwenye vitray vimeandikwa majina. Dhumuni lake ni nini? Ameuliza kwamba kama chakula chote ni cha aina moja, hakukuwa na sababu ya kuandikwa lebo au kuwekwa nembo ya majina juu. Kwa nini kila mtu anapewa chakula ambacho kina nembo juu kama ujazo ni ule ule? Aina ni moja, ingredients za vitu ambavyo vimepikwa humo ndani vinafanana, vyakula vinafanana. Kwa nini aandike tofauti tofauti na aweke majina juu? Sasa bidada Mati yeye bwana hakujali. Yani hapa scenario iliyopo ni kwamba huyu jamaa yuko extra careful. Yani huyu Manyanya yuko makini sana. Hicho ndo kitu ambacho tumenotice. Na Manyanya sio kwamba eti yuko makini kwenye mambo ya mapenzi na nini, lakini pia mpaka kwenye swala la afya na usalama yuko makini. Kwa sababu hebu fikiria pia ndugu mtazamaji hapa wa Trend Series, hawa wadada wanaishi wako watatu kwenye nyumba, sawa? Ni kitu cha kawaida, uwaga unakuta watoto wa kike wanaamua kukaa sehemu moja watatu. Kila mtu ana boyfriend wake. Sasa boyfriend wa mmoja analeta vyakula, analeta vikontena ambao vina vyakula ndani. Alafu vile vikontena vinafanana. Kama ni ubwabwa maharage basi vyote ni vya ubwabwa maharage. Kama ni ubwabwa kuku basi wali kuku vyote. Kama ni chipsi kuku vyote ni chipsi kuku. Lakini kila kimoja kimewekewa jina juu kwamba hiki ale Mati, hiki ale fulani, hiki ale fulani. Hilo ndo jambo ambalo Manyanya linampa wasiwasi kwamba kama vyakula hivi vitray vinafanana, kwa nini viandikwe majina? Point ni kwamba inawezekana ikawa ikachezeshwa mchongo hapa. Huyu shemeji akawa labda ametumwa na mtu au bwana, ikawa hivi vilivyoandikwa haya majina hiki cha Mati, kwa sababu Mati ni mjamzito na Mati ana wabaya wake. Tunaelewa Catherine kule alikuwa anapanga michongo mizito, akasema kwamba atamuonyesha. Je, kama Catherine amemtuma huyu boyfriend wa huyu rafiki yao alete vyakula na kuhakikisha kwamba hiki kinaliwa na Mati mpaka kimeandikwa jina kabisa juu, Mati hiki fulani, Mati je kila hiki chakula kumbe kina kitatizo mule ndani, kimewekewa mambo fulani mixing za hapa na pale, ujauzito labda ukatoka au labda hata uhai pia ukamtoka, inakuwaje? Kwa hiyo Manyanya yuko makini kiasi kwamba ameshagundua hii kwamba haijakaa vizuri, lakini Mati yeye alikuwa ameshaanza kufungua, anataka kula Manyanya. Kwa hiyo akamzuia, akamwambia kwamba usijifanye una njaa sana. Umeona? Kwa hiyo hapa kuna kitu hapa tumejifunza kwamba siku zote inatakiwa uwe makini sana. Iwapo kama wewe bwana una boyfriend wako au una girlfriend wako au una ujauzito au una mtu wa maana kwenye maisha yako, wanawake wenzio, kama ni mwanamke ujue kabisa kwamba wanawake wenzio hawataki, wanataka kufanyia jambo lolote anytime. Kwa hiyo lazima uwe extra careful. Lakini sio hivyo tu, hata ukiwa ni mvulana pia, kama kuna vitu fulani vinaenda vizuri kwenye maisha yako, be careful na watu wanaokuzunguka, na usikubali kufanya tu vitu bila kufikiria mara mbili. Kwa hiyo hapa ina maana kwamba kama hiki chakula kilikuwa kimeandaliwa kabisa na jina limeandikwa Mati, kama kuna kitu kibaya kimewekwa humu, huyu Mati angeshakula kama Manyanya asingekuepo, na huyu Mati angemkuta mazito. Shaelewa Kwa sababu Mati yeye labda anajua kwamba hana ubaya na mtu yoyote, anaishi na watu vizuri, kumbe kuna watu wakina Catherine huko wanalo zimeshakunjika kama korosho. Kwa hiyo Manyanya amemwambia kwamba kama hivi vyakula vimeandikwa majina, hiki kilichoandikwa Mati atakiwi kabisa kula eki, na kilichoandikwa eki atakiwi kula mwingine. Umeona bwana? Hiyo ndo tafsiri ya kuwa na hayo majina. Kwa sababu sikuona sababu nyingine ya kuandikwa majina kwenye vyakula. Kwa zawadi tu ya kawaida, ukileta plate 3 unagawa, yoyote anachukua yoyote, maisha yanaendelea. Hiyo ndo definition ambayo iko perfect. Lakini kama vyakula viko na specification kwamba hiki ale fulani, hiki ale fulani, kwa nini? Hapo kuna walakini. Kwa hiyo hapa sasa moja kwa moja ni kwamba Manyanya akamuuliza kwamba je, huyo shemeji unamfahamu vizuri shemeji yenu, na hapa amejipajuaje? Umeona? Kwa Mati akajibu kwamba alielekezwa na dada yake. Manyanya akamwambia kwa hiyo Mati,
mshaanza kuleta watu hapa na mimi pia sijui, na wakati mimi nilishakwambia kwamba ndani ya hizi wiki 2 mpaka wiki nzima sitaki ujirani na mtu yoyote, sitaki kuona mtu mwingine yoyote mgeni kuingia hapa bila mimi kutambua. Kumbe kuna watu wanakuja hapa ni mashemeji na wanaleta vitu hapa na mimi sijui. Kwa hiyo sasa Mati akasema kwamba baby, sasa mimi nitajua kila kitu, mimi siwezi kujua. Sasa basi Manyanya akamwambia kwamba issue sio kujua kila kitu, ni kwamba mkiwa katika jumuiya pamoja lazima mfuate utaratibu, hakuna cha kwao wala cha kwetu. Ni kwamba sisi nyinyi mnaishi kama familia. Mtu akichokonoa jambo huko, athari itakuja itakuja kutukumba sisi sote. Umeona? So akaendelea akamwambia kwamba alafu pia vile vile kuna kitu kingine ambacho shawahi kuleta humu ndani bila tofauti na chakula ambacho mimi bila kujua. Kwa hiyo Manyanya amekuwa hapa kama detective. Yani kama mpelelezi askari polisi. Kwa hiyo anamwambia kwamba hakuna kitu kingine ambacho tumeshawahi kuletewa wote, anamleteaga tu dada yake zawadi. Manyanya akauliza bye, zawadi gani? Mati akasema kwamba mimi nitajua kila kitu. Kwa hiyo Mati alikuwa anaonyesha kama vile hajui kwamba ni zawadi gani nyingine ilishawahi kuletwa hapo ndani. Kwa hiyo Manyanya akamwambia kwamba kwanza kabisa hicho chakula usile. Umeona? Na Mati akasema kwamba sasa kwa nini jamani? Niko serious kabisa. Manyanya akamwambia kama hamu yako wewe kula ni kama wewe una hamu ya kula biliani, mimi nitapiga simu, biliani litaletwa hapa, utakula vizuri, lakini nafsi na roho yangu haina imani na hizo biliani ambazo mnaletewa na zinazokuwa categorized, hazina msingi wowote, zinaletwa tu hapa na kila mtu analetewa ya kwake imeandikwa jina specific kwamba anatakiwa ale hii. Yeye Manyanya hayuko radhi na hicho chakula. Kwa hivyo basi Manyanya akaendelea kusema kwamba hata kama ikiwa ni delivery, akapiga simu kwamba aletewe biliani, chakula cha watu watatu, akiwezi kikaja na majina kwamba hiki ale fulani, hiki ale B, hiki ale C. Hawawezi wakafanya hivyo. Package zinakuja, mnachagua chochote mnakula, lakini misingi ya kuandikiwa huyu ale hiki, huyu ale hiki, mimi sitaki ule hicho chakula. Hapa bwana Mati yeye maskini ya Mungu hajui, anajisikia vibaya, anaona kama vile mwanaume huyu anamwekea mipaka kupitiliza kwenye maisha yake mpaka kwenye vitu vidogo vidogo kama chakula. Lakini bwana huyu Manyanya hapa amefikiria mbali sana. Na bwana yuko very makini huyu Manyanya. Umeona bwana So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba Manyanya ikabidi abadilike sasa, kama mwanaume akamwambia usiniuzi, nipe hicho chakula. Kwa hiyo sasa Manyanya aliamua kumpokonya chakula Mati, ili Mati asije akajifanya namna gani vipi akala kile chakula, huenda kikawa kina mazingzong. Umeona bwana? Kwa hiyo bwana moja kwa moja Manyanya akasema kwamba hiki chakula kimefungwa kabisa, ni kimeandikwa Mati. Kwa hiyo Manyanya akachukua akaenda kumwaga kile chakula. Sasa huku Mati mwenyewe anamwambia Manyanya kwamba kumwaga chakula ni dhambi. Umeona? Lakini Manyanya wala hakusikiliza, kakifungua kaenda kukimwaga. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hii ni jambo ambalo hapa pia kuna kitu hapa cha kujifunza. Ndio maana nimesema kabisa kwamba mpenzi mtazamaji wa Trend Series bwana, hii bwana series ya Dunia inafundisha vitu vingi sana. Kwa hiyo Manyanya akamwambia kwamba nitampigia mtu simu atakuletea chakula, hii michongo ya kula vyakula vilivyoandikwa majina sitaki. So hivyo ndivyo situation ilivyo. Hapo bila shaka utakuwa umeshajifunza jambo. Sasa bwana, ukitoka kwenye hiyo ploti ya Mati na mpenzi wake Manyanya, sasa tunakuja kwenye ploti nyingine ya mwanadada mke wa Manyanya. Mke halisi kabisa wa Manyanya nyumbani. Ukachana na Manyanya kule kwa mchepuko wake Mati nyumbani, sasa huku ni kwamba mkewe bwana yuko mwenyewe. Tunajua kabisa kwamba Manyanya yuko kwa mchepuko, mkewe yuko mwenyewe. Sasa bwana huku bwana Jordan ameingia Mnyamwezi. Jordan ameingia nyumbani kwa mke wa Manyanya bila hodi. Kulupu Mnyamwezi huyu hapa. Sasa hapa bwana mama akaanza kulalamika kwamba imekuwaje unaingia ndani kwangu bila kupiga hodi. Na akaanza kumuuliza kwamba umenizoea sana, umekuja hapa ukamkuta mwanaume wangu, je itakuwaje? Bwana Jordan bwana akamwambia calm down vai.
Vai shusha pressure, Vai tulia. Mimi nimezungumza na mmeo, nimemuuliza, tumepiga story, akaniambia kwamba yuko home, na ndio maana mimi nimekuja hapa nikaingia bila kupiga hodi. Kwa hiyo Jordan anamaanisha kwamba bwana yeye alikuwa kumbe amezungumza kabisa na Manyanya mwenyewe, na akaambiwa kwamba Manyanya hayuko nyumbani, na ndiyo hiyo sababu ambayo iliyopelekea yeye kuingia pale ndani bila hodi. Lakini pia Jordan baada ya kuzungumza hayo bwana akamwambia Bibi Vai kwamba kilichonileta hapa bwana mimi ni kitu kimoja tu, kwa sababu sielewi, na kupigia simu umeni block, nikitumia namba nyingine simu inaita alafu inakata. Kwa hiyo umeniweka njia panda, sielewi chochote, sielewi kwamba penzi letu linaendaje, sielewi ni nini kinaendelea, sielewi kinachoendelea hapa. Kwa hiyo nimekuja hapa ili nitambue kinachoendelea. Sasa bwana, mwanadada Vai anamwambia, sikiza nikwambie Jordan, naomba unisikilize kwa makini. Kile kitendo nilichokifanya siku ile pale kimenitafuna na kinanitesa mpaka leo, na hujui kabisa ninavyojisikia. Kwa hiyo naomba unisikie kuanzia leo, tena sio kuanzia leo, kuanzia sasa hivi. Katika memory yako naomba utoe kwamba ukumbukumbu kwamba umeshawahi kudate na mimi au umeshawahi kufanya chochote na mimi. Yani ile kilichotokea ni mistake ambayo nimeifanya na haitokuja kujirudia tena, na ninajuta, sijui hata nikuelezee vipi. Naomba ufute kwenye akili yako na uniheshimu ni kuheshimu. So Jordan ameambiwa hivyo. Sasa basi Jordan bwana wala hakureact vibaya, akasema sawa, hilo halina neno. Akasema kwamba nitafanya kama unavyotaka, nitakuheshimu, lakini tu nikwambie kitu, kwa mara ya kwanza kabisa, yani kulala na mwanamke au kudate na mwanamke alafu nikamtafuta namna hii haijawahi kutokea. Imetokea kwako wewe kwa mara ya kwanza. Unajua kwa nini bwana? Vai we mtamu. Mambo hayo bwana. Jordan bwana anamwambia Vai yeye ni mtamu. Jordan anamwambia Vai wewe ni mtamu. Na Jordan hajawahi kumtafuta mwanamke baada ya kufanya naye mapenzi. Hii imetokea kwa Vai na sababu ndo hiyo amesema. Akaendelea kumwambia kwamba umenichanganya sana, yani nimepagawa, unakitunza, kuna vitu vyako fulani hivi Manyanya na faidi sana, na hii ndio ilonifanya mimi nitoke kule nikufuate hapa. Yani ni kama vile yani afakaguna, lakini sawa, sio kesi. Mimi nitakuheshimu kama unavyotaka kama shemeji, na wala sitokusumbua tena katika maisha yako. Jordan akaondoka. Sasa bwana, hii issue hapa iliyo happen bwana ni kitu ambacho hakuna mtu ambaye ameshawahi kuexpect kwamba kinaweza kikatokea, kwa sababu issue ya kwa jinsi ambavyo tulivyoona reaction ya mke wa Manyanya Vai baada ya kufanya mapenzi na Jordan, alikuwa anajisikia vibaya. Kwa tulijua kabisa kwamba of course atajisikia vibaya, hatotamani tena kumuona Jordan. Hicho ni kitu cha kawaida, na kweli alipokutana na Jordan hapa akakionyesha hicho ambacho tulikuwa tunakitegemea kukiona. Lakini reaction ya Jordan, tulijua kwamba Jordan kwa vile ameshamfunua huyu binti angemletea ubabe, kwamba mimi angemblackmail, yani kwamba angemwambia kwamba mimi nataka utamu bwana, kama unipi mimi nitavujisha siri, nitamwambia Manyanya, nitaweka kila kitu bayana. Na huenda labda huyo Jordan ana mapicha na video ambayo yuko nayo labda kwenye simu baada ya kufanya kile alichokifanya na binti, huenda angemtishia nacho kwa ajili ya kudemand tena kupewa mambo. Umeona, lakini kumbe Jordan haijawa hivyo. Reaction ya Jordan imekuwa tofauti na vile ambavyo sisi tulikuwa tuna expect. Jordan yeye bwana alipofika hapa nyumbani kwa Manyanya, alivofukuzwa na Vai kwamba mimi sitaki tena mahusiano na wewe, sahau kama tulisha kufanya chochote na nini na vitu vingine vyote hivyo ambavyo Vai amevizungumza, Jordan amekubaliana navyo. Na hiki ndio kitu ambacho wametufanyia bonge moja la plot twist. Hatukutegemea kwamba reaction ya Jordan ingekuwa hivi. Umeona bwana? Kwa hiyo Jordan amekubaliana na matakwa ya Vai. Sasa nataka nikwambie kitu hapa, kwa jinsi hivi inavyoelekea ni kwamba sasa hapa Vai ataanza kumpenda Jordan.
Jordan si amekubaliana na matokeo bwana. Jordan si ameikubali hiyo hali kinyamwezi tu, ameamua kuondoka. Mimi nakwambiaje, hii series huko inapoelekea mtazamaji ni kwamba huyu binti Vai atampenda sana Jordan, kwa sababu hata hapa tu Jordan wakati anaondoka Vai alikuwa anamwangalia huku analia. Yaani amemkataa kutokana tu na kwamba yeye ni mwanamke ambaye yuko kwenye ndoa na anajisikia aibu kwa hivi ambavyo vimetokea. Lakini inavyoonyesha sasa, kutokana na Jordan kuwa kiroho safi, kujionyesha kwamba Jordan yeye ni mstaarabu, Jordan ameonyesha kwamba yeye anamheshimu bado Vai pamoja na kile ambacho amekifanya naye. Hii itapelekea automatically feelings za Vai kwenda kuhamia kwa Jordan moja kwa moja. So hicho ndo kitu ambacho hapa tunakiona kitatokea, na hivyo ndivyo mambo yatakavyokuwa. Ukiwa kama mdau bwana, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update pamoja na muendelezo na discussion za hizi series kali ambazo zinafanya vizuri hapa Bongo, hususan hii hapa ya Dunia.